صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabla tujaanza darasa yetu ya tafsiri, nianze kwa haya maneno machache. Kwanza, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili la kutukutanisha tena katika uradi wetu huu wa darsa ya tafsiri ya Qur'ani. Na uita uradi kwa sababu ni jambo ambalo linakariri na linarejea kila mwaka. Takriban sasa tangu limeanza darasa hili, huu ni mwaka au ni darasa ya 35. Nadhani ni umri wa baadhi ya watu hapa, wakina Walidi hawa ni umri wao. Tulilianza mwaka 1990 Ramadhani ya mwaka 1990 katika ule msikiti mdogo kule, tukaendelea mpaka tukahamia huku kuanzia 96 mpaka leo. Huko tulikuja mwaka 96. Tusemeni alhamdulillah. Jambo limekariri, limerudia. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie malipo ya darasa zote zilizopita, na hii tunayoanza mwaka huu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe pia tuimalize inshallah. Semeni amin. Hilo moja. Pili, ni kukumbushana tupo katika mwezi wa Ramadhani, na Ramadhani ni mwezi wa ziada, mwezi wa kuzidisha. Kuzidisha nini? Kuzidisha taa, kumtii Mungu, lakini kuzidisha kuyaepuka maasi, lakini kuzidisha matendo ya kheri. Kama zamani kabla ya Ramadhani ilikuwa tunafanya matendo ya kheri kwa kiasi na asilimia kadhaa, basi ndani ya Ramadhani tuzidisheni. Ukiacha yale ambayo kwamba yako na limiti, kama vile swala ni 5, rakaa ni 2 asubuhi, huwezi ukaswali swala 6 sibaki 5, lakini alfajiri rakaa 2, huwezi ukaswali 4, adhuhuri rakaa 4, huwezi ukazidisha 8 na mfano wake. Hizo zitabaki vile vile, lakini yale
yanaitwa nawafil au tatawuat, yale zidisha. Umeelewana? Unapenda kujitolea mfano. Mimi kila siku husoma juzu moja, kila siku baada ya swala ya alfajiri husoma juzu moja. Nimeanza tangu 1984, sijaacha uradi huo, lakini ikifika Ramadhani huongeza kutokana na nafasi nitakayoipata. Kwa mfano leo nilikuwa na mambo mengi, nimesoma juzu 1.5. Leo sikupata moja ile, lakini moja inshallah. Kesho nataka nisome 2, tusemeni inshallah. Na wewe mwenzangu kafanya hivyo, uko ndani ya mwezi wa Ramadhani, sawa? Huu ni mwezi wa kuzidisha. Usiache kila unachokijua hichi ni katika mambo ya kheri kukifanya. Kwa mfano, usiache kutoa sadaka. Yaani Ramadhani yako hii ifanye ni mfuko, iwe ina swala, ina Qur'ani, ina istighfar, ina salatu ala nabi, ina sadaka, ina kusaidia watu hata kwa kuwaonyesha njia. Yaani jitahidi kwenye Ramadhani, kila unachokisikia hichi ni maarufu, hiki ni kitu cha katika vitu vya kheri, nenda kapambane ukifanya. Semeni inshallah. Tena unakifanya kila siku, unakizidisha kila siku, unakizidisha. Hili la pili. La tatu, kwa sababu tuna uradi wa kukaa msikitini kwa mambo mengi ikiwemo darasa zetu, usiache kunuia nia ya itikafu. Nia ya itikafu. Najua kuna wengi leo wameingia hapa hawajanuia itikafu, wameingia tu msikitini kuja kuswali na mpaka sasa bado wamefanya amebaki. Nachukua nafasi hii na kukumbusha, usikae kabla ya kunuia nini. Sema tunawaitu sunnatal i'tikaf, nawaitu, na menuia kukaa msikitini kwa ibada. Hiyo ina maana gani? Maana yake muda wa kuwa wewe uko humu msikitini unaandikiwa thawabu mpaka utoke. Tumsalie Mtume Muhammad. Tumeelewana vizuri? Kingine, tunakuja darasani hapa, nuia kuhudhuria darasa. Nuia, usijikute tu umebaki upo. Nuia mfanyaje? Kwamba na mimi nanuia kufanya ibada ya kusikiliza Qur'an. Nuia. Usiponuia upate thawabu, inakuwa ni kawaida. Wanachuoni wanakwambia an-niyatu tumayizul ada min al-ibada. Nia inatofautisha kawaida na ibada. Mwenyewe una kawaida yako ya kula mchana, unapata lunch, asubuhi ulipata breakfast, usiku unapata dinner. Umejiwekea ni nini? Desturi na kawaida ya kula. Unaweza ukakubadilisha kula huku ukawa ni ibada. Nako ni nini? Ni kunuia kwako, unakula ili upate nguvu ya kumtii Mungu. Swali ndio Muhammad. Basi unapata thawabu. Kule kula kwako kunageuka, badala ya kuwa ni desturi ushakuwa nini? Ni ibada. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jitahidi hicho kitu upate faida hiyo. Umeelewana? Lakini kitu kingine cha mwisho kwa leo, sio kwa umuhimu, usiache sana kufanya mambo haya yanayofuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyahimiza katika Qur'an, kumtaka msamaha Mungu. Tumia sana katika Ramadhani neno astaghfirullah, 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 au astaghfirullah min kulli dhanbin.
Lakini neno la istighfari kithirisha katika mwezi wa Ramadhani. Mchana mmoja hata mara 10,000 kama unaweza wewe fanya. Usiwache kufanya hivyo. Hazilipuki. Maana mnanijaza. Sawa sawa. Neno gani? Lakini kithirisha kuomba pepo. Allahumma inni as'aluka aljanna. Kithirisha sana katika Ramadhani. Na kingine kithirisha kumuomba Mungu akuepushe na moto. Vitu vingapi hivyo? Vitatu. Cha kwanza astaghfirullah, kuomba msamaha. Cha pili kuomba pepo. Cha tatu kuomba kuepushwa na moto, hasa baada ya swala. Ndio maana utaona maimamu hawa baada ya swala tu wanasema maneno yao, wanaanza na shahada tu, lakini yanayofuata yale matatu: shahadu an la ilaha illa Allah, mbele inafuata alafu unabwagiza Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hayo yamethibiti kwa hadithi sahihi. Sawa. Muombe Mungu sana msamaha, muombe pepo, na muombe akuweke mbali na moto wa Jahannam. Usikione kale ni kajimbo special kwa ajili ya Ramadhani. Mtu mmoja juzi nimemsikia anasema, Ramadhani inakuja, nilikamisi kale kanyimbo kale. Nilikamisi kale kajimbo kile, yani ndio hii. Shahadu la ilaha. Na maimamu msisome kwa kughani sana. Sawa, Imam Mursali yuko. Usiona ghani sana, watu wanachelewa kuuza nazi huko. Maki ndo wakati wa kuuza nazi na vibibi na maharage ya kuchemsha. Kwa hiyo piga haraka tu, sawa? Na mimi nakukumbusheni wote usiache. Na kwa nini tunasema baada ya swala? Tayib, miongoni mwa nyakati ambazo dua ya mwenye kuomba inakubalika ni wakati baada ya swala, baada al-maktuba. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Baada ya kipindi hichi usicheze hapo, muombe Mungu chochote, lakini muhimu hayo nilokuambia, kwa sababu ukifanikiwa kuyapata hayo matatu umepata na dunia yote. Masala ya istighfar, kumuomba Mungu msamaha, ni zaidi ya kumuomba Mungu haja zako. Ile kusema Mungu mimi nataka hiki, nataka kile, hiki sitaki, unazidiwa na kusema astaghfirullah. Neno astaghfirullah linameza haja zako zote, uzitakazo zitakuja na usizozitaka zitakaa mbali na wewe. Neno astaghfirullah, yani ukisema astaghfirullah na Mungu akakusamehe, anakupa vitu. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mbele yursili samaa alaykum midrara, mbele wa yumdidukum bi amwalin wa banin, mbele wa yaj'al lakum anhara. Yani neno moja tu, wa qultu astaghfiru rabbakum, nikawaambia wale watu mtakeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Akishawasamehe, yursili samaa alaikum midrara, atawaletea mvua yenye manufaa, sio mvua ya kuwaua, mvua ya mafuriko, mvua yenye mazao, mvua yenye afya, mvua yenye kuburudisha. Hasa kipindi kama hiki leo, jua na joto Dar es Salaam limefika 39. Leo joto 39 ni kiwango cha juu sana kwa sisi. Na ukitaka kujihisi, tizame kichwa kwa mbali kinakuuma.
kichwa chako, lakini kwa mbali jointi zako zimelegea, sio saumu, maji yamekauka kwa mvuke wa joto. Kwa hiyo kipindi hiki tunatakiwa tufanye sana istighfar, Mwenyezi Mungu atuletee mvua. Tusemeni inshallah. Hayo nimeona niyakumbushe, na wewe mkumbushe mwenzio, na kila wakati ukikaa jikumbushe, ili upate faida za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa? Na tuziwaze zaidi roho zetu kuliko kuwaza miili yetu. Sana sana tuwaze, tuzikumbuke nini katika Ramadhani? Tukumbuke roho kuliko kukumbuka mili. Tulisema jana sijijuzi hapa, usiwaze we vitumbua, vibibi, sambusa, wengine wanaita wambusa. Yaani ukikaa unawaza chapati sawa na yule mmoja alioniuliza, bwana, sasa Ramadhani inakuja itakuwaje? Mimi sina futari, naweza kufunga? Nikamwambia wewe ndio unatakiwa sasa ufunge, kwa sababu cha kukila una. Mnanisikia au sisikiki vizuri? Ameniambiaje? Sheikh, itakuwaje Ramadhani inakuja na mimi futari sina? Naambia wewe hasa ndio unatakiwa ufunge, kwa sababu huna chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita katika majumba ya wake zake, akauliza kuna nini? Wakimwambia hamna kitu, anasema leo mimi nimefunga. Umeona, akafunga kwa sababu hana. Sawa, akaona bora asikae na njaa, anuie saumu. Kwa hiyo kaibadilisha ile njaa, ikageuka ikawa nini? Ibada. Si naeleweka vizuri? Sasa maana yake ukikosa kula, nuia kufunga. Wewe hasa ndio unaotakiwa futari itokee tu, baadaye ukishamaliza upata tende inatosha. Vipi huu? Sauti nakata au mitambo imekuwa mingi? Sawa. Basi nimependa niyakumbushe hayo lazima zikatike kwa mtindo huu. Tunasoma aya chache kwa kufungua darasa yetu ya tafsiri, suratu As-Sajda. Tulimaliza mwaka jana suratul Ahzab. Leo tunasoma suratu As-Sajda, sura ya sijida, sura ya kusujudu. Sura hii ni katika sura zilizoshuka, zinaitwa Makkiya, kipindi kile kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajahamia Madina. Na sura hii ina aya 30. Sawa? Imeitwa suratu Sajda kwa sababu ndani yake Mwenyezi Mungu anawasifu waumini wenye sifa ya kusujudu. Tutaona huko mbele. Umeelewa? Innama yu'minu biayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Aya ya 15 iko aya hii. Aya hii ndio ikalipa jina sura hii. Sawa? Inataja sifa za waumini ambao wanapenda sana kusujudu. Wanaposikia jina la Allah, wanapoambiwa habari ya Mwenyezi Mungu, wanapomkumbuka Mwenyezi Mungu, basi wao ukimbilia kwenye kusujudu. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Miongoni mwa fadhila za sura hii imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, kama alivyoitaja hadithi hiyo Imam Muslim, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anaisoma hii katika swala ya alfajiri siku ya Ijumaa. Rakaa ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Ijumaa, maimamu kama mpo hapa tena, maimamu mnaoswalisha swala alfajiri, ni sunna katika swala ya alfajiri kusoma suratu Sajda. Tumeelewana? Na sana rakaa ya pili alikuwa akisoma
hal ata ala al-insan hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anazipiga zote mwanzo mwisho. Suratu Sajida rakaa ya kwanza na suratu Dahri rakaa ya ngapi? Ya pili. Hakuwa akisoma inna fainaka inna sunna ni yako. Tumeelewana vizuri? Amepokea pia Imam Ahmad kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, anasema kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam halali ila asome suratu Sajida na tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in. Sura mbili hizi Imam Ahmad amepokea hivyo. Sawa? Haya, tuangaliane, tutizamane sasa. Inawezekana kule mwanzo ikawa wewe sio imamu sasa mimi nimeikosa fadhila hizi kwa sababu siwaswalishi watu. Vipi nitasoma suratu Sajida na nataka nisome hal ata, lakini sio imamu? Basi mkumbushe imamu wake mpate fadhila za Mtume Muhammad. Lakini hili la pili la kabla ya kulala, unalalaje sasa? Na wewe unasema mimi nampenda Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa analala kabla ya kuzisoma sura hizi. Akishajitayarisha kulala, basi anasoma hii alif lam mim tanzil, wanaita alif lam mim tanzil as-sajida mwanzo mwisho, alafu anasoma tabaraka suratul mulk mwanzo mwisho. Tumswalie Mtume Muhammad. Wewe mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayo ndio ya kuyafanya. Ni kuombe sasa kuanzia leo uje na utaratibu huo, na hiyo ndio maana ya kuja darasani. Maana ya kuja darasani ni kwenda kukijua usichokuwa unakijua ili ukakifanye. Tusemeni inshallah. Kama uwezekano wa kukifanya upo kisha usikifanye, unapata tabu, ni makosa. Inawezekana ukaja kuingia katika makosa, kwa sababu miongoni mwa watu watakuadhibiwa mwanzo ni wale watu ambao kwamba hawakutumia elimu yao. Wanasema alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadil wathan. Alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadil wathan. Tuliimbisha zamani katika Zubad, Matinu Zubad. Mwanachuoni ambaye hakutumia elimu yake, basi huyu ataadhibiwa kabla ya kuadhibiwa mushirikina. Tusemeni inshallah tutaenda kusoma sura hizi. Sio lazima usome kwa kuhifadhi, unashika msahafu tu kama ulivyoushika hapo. Tumeelewana? Unaushika msahafu wako, unaisoma Sajida, inakwisha. Ukimaliza unaanza hiyo bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma marji'il basara mpaka mwisho. Umeelewa? Wanasema sura mbili hizi zinafanya kazi ya kukutetea siku ya Kiyama, hutoingia motoni kama una kawaida kusoma sura hizi. Kila umeelewa? Umeelewa? Jamani, yote tumeelewana huko? Narudia kusema hivi, maana ya kuja darasani kwa wingi kama hivi
ili tujue ambavyo hatukuwa tukivijua, au tukakumbushwe tulivyokuwa tunavijua kisha tukavisahau, ili twende tukavitumie. Sawa mzee? Hata ukianza kidogo kidogo, alif lam mim tanzilu tanzilu, unaendelea. Wewe nenda kafanya hivyo, kwa sababu hivyo pia ndani yake kuna malipo makubwa. Kila ukirudia unapata thawabu. Na uzuri wa Qur'ani itakuwa inakugomea pale mwanzo, lakini itakavyokugomea leo sivyo itakavyokugomea kesho. Inapungua ukomaji wake, kesho kutwa inapungua tena, kesho kutwa inapungua tena, mwisho unatiririka. Umeelewa? Mwisho una haja ya msafu wenyewe, unauacha kule, unasoma huku unatingisha mguu. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir. Maneno haya anasema mwenyewe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeifanya wepesi Qur'ani kusomeka, tumeifanya nyepesi Qur'ani kueleweka, tumeifanya nyepesi Qur'ani kusadika, tumeifanya nyepesi Qur'ani kutumika. Fahal min muddakir, je, yupo mwenye kutaka hayo? Tumsalie Mtume Muhammad. Twendeni tukasome Hamim, Alif Lam Mim Tanzilu, suratu Sajida leo kabla ya kulala na Tabaraka. Tuseme inshallah. Usharudi na stress zako, unajitupa nini? Niache kwanza nilale kidogo kabla ya kulala, alafu ndo kufanya. Umeeleweka vizuri? Haya, nimependa niseme hayo machache kuonyesha fadhila za sura hiyo. Sawa? Sura hii kama sura za Maka, kawaida ya sura za Maka nyingi zilikuwa zikifanya kazi ya kuthibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imelana na vile vile kuthibitisha na kuwakumbusha watu juu ya umuhimu wa tauhidi. Sura nyingi za Maka hazikuja na hukumu. Sura nyingi za Maka hazikuja na nini? Na hukumu. Nini halali, nini haramu. Na wala hazikuja sura nyingi za Maka na utendaji. Mambo mengi unayoona haya yameshuka Madina. Kufunga, saumu imekuja Madina mwaka wangapi? Madina saumu imekuja mwaka wa pili. Mwaka kama hija imekuja mwaka wa 6. Tumeelewana vizuri? Hija imekuja mwaka wa 6. Saumu hii, saumu tunaofunga, watu wakati wako Maka wakufunga. Hata walipoingia Madina mwaka wa kwanza wa kufunga, walikuta tu Mayahudi wakifunga siku ya Ashura. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi na nyinyi fungani. Tumeelewana? Lakini mwaka wa pili, ndio maana unaambiwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi Madina miaka mingapi? Miaka 10 tu. Maka kakaa miaka 13, Madina miaka 10. Ndio pale tunaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kapata saumu 9. Saumu kwa mwaka wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 kafa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata saumu 9 tu. Hija 1, Hajjatul Wada. Mtume sallallahu alaihi wasallam kapata hija 1. Sio kama wewe kila siku una hiji na zote zinagonga mwamba, zote zinapiga besela, zote zinapiga. Unaenda kuhiji unakuja na majina ya alhaji, sawa, hija mabruru hiyo, sawa. Yeye mwenyewe moja ikamtosha, hiyo ikamuingiza peponi. Mimi na wewe tuna 52 zote azimo. Mwenyezi Mungu atukubalie na udhaifu wetu. Muhimu ikhlasi,
akhlisul amala yakfika al-amalul qalilu, au akhlisin niyya yakfika al-amalul qalilu. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo sura hii utaziona aya zinavyoanza, tumeelewana zinaanza na masala hayo ya kuthibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutasoma chache sana Anasemaje Mwenyezi Mungu ya mwanzo? Alif lam mim. Ndio, alif lam mim. Mara nyingi tunataja, Mungu ndo anajua maana ya herufi hizi, ahruful hijahi, alif lam mim, kaf ha ya ain sad ta ha ya sin. Japokuwa kuna baadhi ya wanachuoni wengi wamejitahidi kuzielezea na nini na nini, lakini maana inayojulikana kubwa zaidi kiujumla ni kuonyesha kwamba kitabu hiki si cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mtunzi, bali ni ufunuo alioletewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama unabisha, hebu tupe maana ya alif lam mim, hayupo anaweza. Hiyo moja ni katika ijazu al-Qur'an. Ndio mara nyingi tunaambiwa Allahu a'lamu bimuradiha, Mwenyezi Mungu ndo anajua makusudio yake. Sawa, alif lam mim, alif lam ra, qaf, au wengine kuja moja sad, au wengine unakutana nayo nun. Sawa, na ile nyingine qaf, zingine zinasema kaf ha ya ain sad, nyingine ha mim ain sin qaf. Zote sema Allahu a'lamu bimuradiha, Mungu anajua makusudio yake. Fahimina ya jamaa ili mradi Mungu amezileta hizi kufanya ijaz. Ijaz ni kama vile kutupa kete. Haya, kama wewe mjanja, fungua, maana yake hiyo ni kuwashindisha watu na yupo mtu ambaye atakwenda sahihi, maana aliyoiona ndio hiyo hiyo, haipo. Sawa. Tanzilul kitabi, uteremsho wa kitabu, la raiba fihi, usiona shaka ndani yake. Tanzilul kitabi, uteremsho wa kitabu, la raiba fihi, usiona shaka ndani yake. Min rabbil alamin, kutoka kwa Bwana mlezi wa viumbe wote. Sawa. Kama nilivyosema, sura hizi za Maka zilikuja kuthibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama pamoja na tauhidi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza kuwalingania watu alianza kavukavu. Jamani alianzaje? Jamani hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi, ndugu zangu, nataka kuwaambia maneno, mtanikubalia kwa yale ninataka kuwaambia? Wakasema sema. Ma jarabna alaika kadhib, hatujapata uongo sisi kusikia kutoka kwako. Mundhu nashatika ila al'an, tangu utoto wako mpaka hivi sasa umekuwa mtu mzima, wewe hujawahi kutuongopea. Kwa nini unaanza na hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bi? Sema. Alianza kavukavu, akasema qu anfusakum wa ahlikum nar inni nadhirun lakum. Jamani mimi nimekuja hapa na waonya, ziokoeni nafsi zenu na moto wa jahannam pamoja na familia zenu. Kuna moto, acheni kuabudu masanamu, yupo Mungu wa kweli, la ilaha illa Allah wa ana rasulullah. Alianza hivyo. Zogo lilikuwa kubwa sana. Zogo mawe, unasemaje we mtume, tuletea mambo ya uongo hapa. Sasa alikuja namna hiyo, mara kuambia kuna moto, mara kuna pepo,
mara hao masanamu hao sio miungu, ni mijiwe na miti tu hiyo. Mara Qur'ani inakuja iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Aya, mbona unatufanyia hivi? Wewe na kitabu chako ulichokitunga uongo mtupu. Umeona Maki walimkataa yeye pamoja na Qur'ani maskini. Ndio Mungu anasema alif lam mim tanzilul kitabi min rabbil alamin la raiba fihi min rabbi. Huu ni uteremsho wa kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, usiokuwa na shaka. Sio kitabu chake, min rabbil alamin, kutoka kwa Bwana mlezi wa viumbe wote pamoja na nyie. Tumeelewana sawa? Msiseme kwamba ni kitabu chake, wala msiseme sijui ni vigano vya watu wa kale. Mmenielewa mbele? Am yaquluna iftarahu, je wanasema amekitunga yeye? Am yaquluna iftarahu, je wanasema kitabu hiki amekitunga yeye Muhammadi? Sawa maana yake wanasema amekitunga. Hapana, bal huwa alhaqu, bali kitabu hiki ni haki, min rabbika, kutoka kwa Bwana wako mlezi, litundhira, ili upate kuwaonya, qauman, jamii ambayo, jamii ambayo ma atahum min nadhiri, hakuwajia muonyaji min qablika, kabla yako, la'allahum yahtadun, wenda wakaongoka. Anatoa maana yake, wasiseme kama umekitunga wewe. Hapana, bal huwa alhaq, hii Qur'ani ni haki. Qur'ani ni nini? Haki, min rabbika, kutoka kwa Bwana wako mlezi. Lengo lake litunzira qauma, ili kuwaonya watu, kuionya jamii, ma atahum, jamii ambayo haikujia wao, min nadhirin, muonyaji yoyote, min qablika, kabla yako wewe, la'allahum yahtadun, huenda wakafanyaje? Wakaongoka. Waarabu katika kipindi chote cha ujio wa mitume hakuwahi kuja mtume Mwarabu aliozalikana kutokana na wao pale pale. Tumeelewana? Wa mwanzo kabisa katika ukoo wao ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, japokuwa asili yake inatoka kwa Ibrahim, lakini kadiri mataifa aliyokwenda kuhama zama, likatuka taifa la Waarabu kwa kipindi kirefu tangu ameondoka Ibrahim na Ismail. Kama Waarabu hawakujiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qurashiyun bainahum. Sawa, kitu ambacho kileta kidogo ukakasi, na ndio maana mpaka leo kuna uadui mkubwa baina ya wale waliozoea kupatikana manabii katika taifa lao au katika kabila lao, wanaupinga utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao ni Mayahudi. Ugomvi wao mkubwa ni huo, walitamani utume uishilie kwao, kwa sababu katika usomi wao walielewa mtume wa mwisho atakuwa ndio mtume bora kuliko wote. Muhammadun ashrafu, Muhammadun anasemaje Imam Busiri katika hili wewe? Faqa nabiyina fi khalqin wa fi walam yudanuhu. Nyingine lete Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min. Lete nyingine
ziko chungu mzima pale. Leta nyingine. Bushra lana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati ruknan. Leta nyingine. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Leta nyingine. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni. Kuna watu hawataki kusoma burda, wanakwambia nenda wewe kasome burda, unajipotezea muda wewe. Kuna maneno mengi ya burda yanafanana, yamechukuliwa ufahamu wake katika Qur'an. Wa mablaghu al-ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi llahi wal habibu alladhi wal habibu alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Allahumma salli. Ugomvi huu unauona unaendelea duniani huko, kubezwa, kudhalilishwa, kupingwa, hata kukataliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu yake ni hiyo. Kwa nini katokea katika taifa la Waarabu? Ni hilo. Ilhali wao walikuwa huko mwanzo kwa itikadi yao Waarabu si lolote katika taifa kwevu kabisa, ni taifa la Waarabu. Kwa hiyo katoka mtu humo mkubwa kiasi hichi, ikaanza vurugu, tabu, mpaka leo zinaendelea. Maana asafu shadidi Waarabu wenyewe hawajui, nao wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waarabu wenyewe hawajui hilo maskini. Wao wanapingwa, lakini nao wanaungana na wapinga. Wanatunga vitabu kwa vitabu. Ndio hiyo ubinadamu sasa hivi umefikia, hatujui tunataka nini, hatutaki nini. Tunataka hatujui na hatutaki nini, hatujui. Leo nimewaambia wanangu darasani, kwa mfano sasa hivi tupo katika kipindi gani hichi cha joto kinaitwaje kitaalamu, Waswahili wanakiitaje? Kiangazi. Tupo katika kipindi cha kiangazi. Shita. Sawa, jua kali sana. Tunataka swaifu, tunataka kifuku. Kuna kiangazi kinyume chake kifuku. Tupo katika wakati huu wa kiangazi, tunataka mvua, masika. Lakini ikija masika tunataka kiangazi. Sasa jua kali kweli. Mungu alete mvua. Akileta mvua, huyo alioshika koki yuko nani? Au koki kapewa mtoto mdogo? Sasa ndio sisi. Tamanna almar'u fi sayfi shita wa idha jaa ash-shita ankara ma bihadha wala bidhaka radiya qutila al-insanu ma akfara. Mmoja katika watu asema hivi, tunatamani, mwanadamu anatamani wakati wa kiangazi ije masika. Ikija masika anataka kiangazi, kiangazi masika. Basi anaziga hajui yuko wapi. Kariakoo hayupo, Ubungo hayupo, lazima apotee hapa jangwani tu. Ndio hayo. Msalimu Mtume Muhammad. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ndio Am yaquluna, au wanasema, iftarahu, ameitunga yeye, maana yake ameizusha yeye. Bal huwa alhaq, hapana, Qur'ani ni haki, min rabbi, kutoka kwa Bwana wako mlezi, litunzira qauma, ili kuwaonya watu ambao ma atahum min nadhirin, hakuwajia wao nani muonyaji min qablika, kabla yako wewe, la'allahum yahtadun, ili wapate kuongoka. Allahu wa rasuluhu a'lam. Leo tumefungua darasa tu, tunaishi hapo, sawa.
inshallah kesho tutaendelea. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara'na fi dinina rabbi wafiqna wa wafiqhum lima lam wa fi'lan karama warzuqin kulla halalan dalima wa akilla atqiya ulama nahla bil khairi wa nufa kulla ربنا أصلح لنا كل سوء وأخرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحبيب والوفاء بالكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر عالما مستجيب الداع ربي فاهمنا علوما برسول الله Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.